Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea idhaa hii ya Kiswahili kutoka hapa jijini Nairobi. Kwanza na kuletea makala ya vita duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hajafurahishwa na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kufuatia shambulizi kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine. Awali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ukimya wa Marekani juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ndio unaompa kiburi Putin, akitoa shinikizo ikiwa ni pamoja na vikwazo vikali dhidi ya Urusi. Takriban watu 12 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumapili baada ya Urusi kufanya shambulizi la ndege zisizo na rubani na makombora 367, idadi kubwa zaidi katika usiku mmoja tangu Putin alipoanzisha uvamizi dhidi ya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Jersey siku ya Jumapili, Trump alisema na nikimnukuu, "Nimemfahamu Putin kwa muda mrefu, nilishirikiana naye kila wakati, lakini anatuma makombora mjini na kuua watu na sifurahii hata kidogo." Alipoulizwa iwapo anafikiria kuongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi, Trump alisema yupo tayari. Rais wa Marekani ametishia mara kwa mara kufanya hivyo, lakini bado hajaweka vikwazo vyovyote dhidi ya Moscow. Muda mfupi baadaye, Trump aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa Truth Social kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu. "Nimekuwa nikisema kwamba anataka Ukraine yote, sio kipande tu, na labda hiyo inadhibitisha ukweli sasa. Lakini ikiwa atafanya hivyo, atasababisha kuanguka kwa Urusi." Palestine. Takriban Wapalestina 24 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya anga ya Israel usiku kucha, ikiwa ni pamoja na shambulizi dhidi ya shule ambayo ni makazi ya familia zilizohamishwa katikati mwa Gaza, kulingana na madaktari na maafisa wa ulinzi wa raia. Shambulizi hilo lililenga shule ya Fahmi Al-Jargawi katika jiji la Gaza, ambayo imekuwa ikihifadhi mamia ya watu waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Beit Lahia, ambao kwa sasa unashuhudia mashambulizi makali kutoka kwa jeshi la Israel. Msemaji wa shirika la ulinzi wa raia wa Gaza linaloendeshwa na Hamas alisema miili 20 ikiwa ni pamoja na watoto ilionekana shuleni humo, wengi wao wakiwa wameungua vibaya baada ya moto kuteketeza vyumba viwili vya madarasa. Kanda za video zilizosambazwa mtandaoni zilionyesha moto mkubwa ukiteketeza sehemu za shule, zikiwa ni picha za waathiriwa walioungua vibaya, wakiwemo watoto na walionusurika wakiuguza majeraha mabaya. Ripoti za ndani zilisema miongoni mwa waliofariki ni Mohamed Al-Kasi, mkuu wa uchunguzi wa polisi wa Hamas kaskazini mwa Gaza, pamoja na mke wake na watoto. Muda mfupi kabla ya shambulizi la shule, shambulio lingine la anga la Israel lilishuhudiwa katika nyumba moja iliyopo katikati mwa jiji la Gaza na kuua watu 4 zaidi. Wizara ya afya iliyosimamiwa na Hamas ilisema mashambulizi hayo mawili ni sehemu ya mashambulizi makubwa ya Israel ambayo yameongezeka katika sehemu ya kaskazini ya eneo hilo kwa muda wa wiki moja iliyopita. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza makala haya ya Kiswahili. Sasa nimekuwa nikikuletea makala ya vita duniani.